Africa Rural Development Support Initiative tunakuletea kipindi pendwa Kilimo Biashara Kinalipa. Usiache kulike na kushare. Kupata mwendelezo wa vipindi vyetu, usiache kusubscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele. Na mtazamaji, ni kukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha Kilimo Kinalipa, Tanzania tajiri inawezekana. Kipindi ambacho kinakuletea mambo mengi ambayo yatakusaidia wewe mkulima kujua namna ambavyo utafanya kilimo chenye tija ambacho kitakupatia kipato chenye uhakika lakini pia endelevu. Tumekuwa tukiangalia mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani katika vipindi vilivyopita, lakini kipindi cha leo tunataka tujikite katika kuangalia kazi kuu 3 zinazofanywa katika mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani. Tutakuwa naye Bwana Herment Mrema kama kawaida. Bwana Mrema, naam, karibu katika kipindi cha Kilimo Kinalipa. Asante sana na mambo yanakuwa ni mazuri mno. Niambie wakulima wanasemaje? Yaani hizo simu watu wanavyopiga simu, tumepata mialiko mingi Morogoro, Tukuyu, watu kutoka Bukoba, Kigoma, watu wa Kilimanjaro, Tanga, Songea, Iringa. Yaani sasa hivi ndio tuko mbioni kupanga safari kwa sababu mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza namba moja, wanataka waelewe watafanyaje kazi na sisi. Sawa. Na tumeshajipanga kwa sababu tulikuwa tunatafuta kazi na kazi ndio hii. Na kuhusu vikundi tumeongelea siku chache zilizopita kwamba namna watu wanaweza kujiunda katika vikundi. Vipi? Kuna watu kuna mwitikio kwenye uundaji wa vikundi? Ndio hivyo. Maana yake tuliwaambia hivi, vikundi ambavyo wanavyo sasa hivi au wanavyotaka kuviunda lazima wapate maelekezo kutoka kwetu, kwa sababu vikundi hivi vya kibiashara ni tofauti kabisa na vikundi vilivyowahi kuwa navyo, na uongozi wake utakuwa tofauti sana, na aina ya watu kiakili, kimaono, yani madhumuni itakuwa ni tofauti kubwa sana, kwa sababu haya ni mapinduzi sio ya kilimo peke yake, lakini mapinduzi ya kiakili, utendaji pamoja na matumaini. Sawa. Mzee Mrema, hapo nyuma uliwahi kunidokeza kwamba huu mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani kuna kazi kuu 3 ambazo zinafanyika. Leo nataka sasa nikupe uwanja utuelezee. Tuanze na namba moja. Namba moja. Katika mnyororo wa ongezeko la thamani ya mazao, na ya kazi kubwa ya kwanza ni uzalishaji. Sawa. Ni uzalishaji. Kazi ya pili kubwa ni usindikaji. Uzalishaji, usindikaji. Na kazi ya 3 ni ile ya usambazaji, ufungaji na usambazaji. Sawa. Haya, tuanze na uzalishaji. Hapa ninavyozungumzia hizo kazi 3 ndio zinazofanya mkulima akishirikiana na wadau wengine waweze kuzalisha, kusindika na kuuza bidhaa iliongezewa thamani na sio tena malighafi kama wanavyofanya sasa. Ndio hapo swala la mfumo wa ongezeko la thamani. Mnyororo wa ongezeko la thamani napokuja hapo. Kwa leo mkulima sio kuzalisha tu, anafikia mpaka hatua ya kutoa kitu ambacho kimeongezewa thamani. Naam, kwa mfano mkulima ataona kwamba huu mnyororo huu unampa madaraka kwanza ya kusimamia uzalishaji. Sawa. Kwa kutumia wataalamu. Pili, atasimamia usindikaji kwa kufanya kazi na wataalamu. 3, atasimamia ufungishaji na usambazaji wa mazao yale ambayo yana nembo yake. Kwa hiyo umiliki wa haya mazao na hizi bidhaa toka mkulima anaingia shambani mpaka anafika kwa mlaji unakuwa chini ya mkulima. Mkulima ndio bosi yani.
Mkulima ndio tajiri. Na ndio anataka, ndio maana ndio yeye ndio mwenye rasilimali halisi. Na yeye ndio anatakiwa apate hiyo pesa nyingi zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa anakuwa anajua kama ni huu mpunga nimezalisha, anajua mpaka hatua ya mwisho. Naam. Imeongezewa thamani, mpaka imeuzwa. Sio kwamba tu anauza na wapatia wengine wanaendelea. Hapana, kwa sababu hii inamfanya mkulima elewe kwamba lazima nimridhishe mlaji. Na ili nimridhishe mlaji lazima nishirikiane na wafanyakazi. Wafanyakazi wanatoa vipembejeo za aina yote. Wale wanaotengeneza mbolea ni wafanyakazi. Wale ambao wanatengeneza mbegu wafanyakazi. Wale wanaotengeneza matrekta pamoja na kutoa huduma za kulima mashamba ni wafanyakazi. Kwa hiyo mkulima anajua kwamba akifanya kazi na wataalamu ambao wanaratibu upatikanaji wa masoko ya vitendea kazi ambavyo mkulima anavihitaji ili aweze kufanya uzalishaji. Na uzalishaji ule una maana gani kwa yule msindikaji? Una maana gani kwa mlaji? Kwa mfano utakuta kwamba ili mkulima aweze kujenga mahusiano na msindikaji lazima na mzigo mkubwa pamoja na wenye ubora wa kuridhisha kabisa. Na ili mkulima aweze kujenga mahusiano na mlaji lazima ampelekee bidhaa ambayo ina ubora na bei ya uhakika. Kwa hiyo katika kazi zetu tatu hizo, ndio utakuta kwamba mkulima anashirikiana na wataalamu katika kuzalisha, kusindika, kufungasha na kusambaza. Sasa hiyo kazi ukiangalia kuzalisha sio kudogo. Kuna kazi nyingine ndogo nyingi ambazo mkulima anatakiwa azitambue ili aziweke kwenye mpango biashara na mpango kazi wa utekelezaji. Sawa. Na kazi katika kuzalisha kunaanza kwanza kabisa ni kubadilika kiakili. Mkulima fikra na akili yake lazima iwe tofauti na mazoea aliyozoea zamani. Anajua kwamba sasa anazalisha kitu ambacho kinatakiwa kipite katika mnyororo chenye ubora. Lazima auamini, authamini na autetee mnyororo wa ongezeko la thamani. Na ili aweze kufika hata sokoni, aweze kushiriki kupanga bei badala ya kupangiwa bei na kuanza kuunda masoko ya mkulima na sio tena masoko ya wachuuzi kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo katika uzalishaji utakuta kwamba anajua kabisa utayarishaji wa ardhi, ile shamba ni muhimu na kwa wakati mwafaka. Lazima ajue kwamba mvua zinaweza zikatokea kwenye mazingira gani na ajipange yakishirikiana na wataalamu kwamba hili shamba nililimeje wakati gani kwa kutumia utaalamu upi ili niweze kupata shamba la ambalo linaweza likapandwa mbegu ambayo itanizalishia mazao na nahitaji. Kwa hiyo katika mpango biashara na upanga lazima ajue kwamba ana shamba kubwa kiasi gani na lile shamba liko kwenye hali gani, mazingira ya namna gani. Je, anataka atumie jembe la mkono, jembe la ng'ombe, atumie pawatila au anaweza kutumia trekta. Na kama anatumia trekta atalilima mara 2 au mara 3. Sawa. Kwa sababu mashamba yale yanatofautiana kwenye mazingira. Ndio. Kila mazingira yanahitaji utayarishaji tofauti kidogo. Kwa hiyo mkulima lazima atambue hizo gharama zote pamoja na upatikanaji wa vitendea kazi
kuhakikisha kwamba utayarishaji wa shamba unakuwa sawa sawa. Umetueleza kuhusiana na uzalishaji ambao umesema ndio kazi kuu ya kwanza inafanyika. Uliniambia pia kuna usindikaji na usambazaji. Karibu tupe maneno kuhusiana na usindikaji. Asante sana. Ni kwamba baada ya uzalishaji tumesema kwamba mkulima ataacha kuuza malighafi. Sawa. Katika mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani, mkulima ataacha kuuza malighafi. Ina maana atakwenda kusindika. Sasa anasindikaje? Kwa mpango upi? Ndio kazi ya kukuelezea hapo sasa hivi. Karibu. Ni kwamba huyu mkulima, kumbuka ile mali ni ya kwake. Kwa hiyo msindikaji anatakiwa awe mtoa huduma. Sawa. Sio msindikaji wa mazao ambaye amenunua yeye msindikaji. Aha, mkulima ndio bosi. Naam, ndio. Yeye ndio anasimamia mnyororo mzima. Sawa sawa. Na nakumbuka mwanzoni kuna kipindi ulisema kwamba wahusika wakuu ni mkulima, mfanyakazi, mlaji. Naam. Ila bosi wao mkulima. Ndio. Naam. Nilikuwa nachombeza kidogo. Tuendelee. Kabisa. Sasa utakuta kwamba ili mkulima yule aweze kujenga hoja kwenye mfanya biashara ambaye ana mashine zake, aweze kusindika yale mazao kama huduma, lazima awe na vigezo, awe na mazao mengi. Mkulima huyo. Sawa. Iwe kwa yule msindikaji, iwe ni biashara kwake kutoa ile huduma ya kuweza kupata kipato cha kutosha kulipia gharama zake, kama ni riba, mishahara na faida yake ya kutosha. Sawa. Kwa hiyo ile kazi ya kusindika ifanyike kwenye mfumo wa mnyororo wa ongezeko la thamani, mkulima lazima ajenge hoja ya kukubalika kusindika kama huduma na sio kama kuuza mali kwa sindikaji. Africa Rural Development Support Initiative tunakuletea kipindi pendwa Kilimo Biashara Kinalipa. Usiache kulike na kushare. Kupata mwendelezo wa vipindi vyetu, usiache kusubscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele.